Papa Pasteur atutilie mhubiri wetu mu mikono ya Mungu. Mungu Baba yetu, tunashukuru kwa siku ya leo. Asante kwa sababu tena tuko mbele zako. Wewe ambaye unajua lile ambalo linastahili kwetu, utupatie Bwana. Kila vyovyote vile ambavyo vingeweza kuwa vipingamizi vishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunakemea kila hewa mbaya zingeweza kuingia kwa wale ambao watasikia na kwa mnenaji. Tunahitaji wewe utawale mnenaji na sisi sote na wale ambao watatufuata kwa mbali na kwa karibu. Ubarikiwe Bwana. Tunakemea nguvu za giza, utawale mkutano katika jina la Yesu Kristo. Bwana ujitukuze na uonekane katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mhubiri wetu uwe karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kukawia, sababu wakati unaenda tusome katika Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu. Ile sura yake ya 7 verse ya 12. Mathayo 7:12. Ile verse tu. 7:12. Mathayo 7:12. tunasema ndio 7:12 jamani. Leta kitabu ya Marko 7:12 nasema hivi. Tuseme katika jina la Yesu. Amen. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Amen. Basi yale yote mnataka watu wawatendee, na nyinyi muwatendee hivyo hivyo, ndiyo Torati na manabii. Ni nani alisema? Yes. Ni Yesu. Yesu hakukuja kutangua Torati, lakini alikuja kuitimiliza. Na ikiwa Yesu alikuja kuitimiliza yale yaliyoandikwa wakati wa Musa na wakati wa manabii, hakuna kitu kenye kinabadilika. Watu wengi wanataka wavune mahali hawakupanda, na watu wengi wanapenda watu wawafanyie mema, lakini hawatende mazuri kwa wengine. Mungu atusaidie sana. Amen. Na neno kubwa ambalo linaweza kutufunga ni upendo. Kufanyia mtu kitu kizuri iwe unampenda. Lakini watu wengi wanatarajia kupata mazuri na wanafanyaka mabaya. Na mtu ukipanda, kama unafanya mazuri, uko napanda, na sharti uvune. Lakini walio wengi wanatamani wapate mema kwa wengine, lakini wao hawapendi kufanya mazuri kwa wengine. Leo tunaona dunia inabadilika. Dunia inabadilika kama vile msimamizi amesema ya kwamba Paulo aliambia watu ya kwamba giza, Wakristo wako mgiza, dunia iko mgiza. Lakini walio wengi hawajui kama ni giza. Wanaona mwangaza wa jua, wanaona mwangaza wa mwezi, wanaona dunia yote inatakata, lakini dunia iko mgiza. Watu wamekengeuka, watu wamegeuka. Kutenda mema sio wote. Wote wamebadilika, karibu wote wamebadilika. Wanalipisha kisasi. Wanafanya mambo ambayo hayaeleweki. Ila, je, ukitenda mema kama vile Mungu alivyomwambia Kaini, na wewe hautakubaliwa? Na siku ya mwisho Yesu amesema wengi watalia, tulikuona lini? Atawaambia, ondokeni kwangu, nyinyi siwajui. Sababu gani? Mimi nilikuwa na njaa, hamkunivalisha. Nilikuwa uchi, hamkunivika. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hiki. Lakini watu wengi siku za leo wanataka tu wapewe,
wapewe. Hawataki wafanyie wengine mema. Wanapenda wao tu wapate. Lakini Biblia inasema hivi, muwatendee. Na kile ambacho nataka wakutendee na wewe ukitendee mwingine. Lakini wale wanatendea wengine mabaya, wakiwatendea mabaya, wao wanaona kama vile wanaonewa. Na chochote mtu apandacho ndicho atakachovuna. Mtu anapandaka. Unaweza kupanda ungali kijana. Na Biblia inasema hivi, ovu lolote mtu alifanya litalipizwa hata kwa kizazi cha 4. Hata kama unatubu. Daudi alifanyia Uria mabaya. Si mnakumbuka? Na mnajua yaliyompata Daudi kwa vijana wake na bibi yake, wake zake. Unaweza kupanda, lakini usishituke wakati unapata mavuno. Mavuno yanakuyaka. Haiko siku mtu alipanda ndio anavunaka. Hapana. Unaweza tia mmea muudongo, itafanya siku muudongo inaota, na wakati itaota ungoye siku italeta matunda, uone matunda gani yataleta. Wanaopanda mabaya wanavuna mabaya, na wanaopanda miti mema wanapata matunda